April, May, June, July, August 10th, August 11 tukafanya wedding. Wewe corona ilikupata na demu? Corona dem mama ndio hii. Hakuna kuweka dem. We have been waiting for this thing. Kuja, ingia, panda bed. Now legally I am owned. I am making love legally according to the principle of the Bible, according to the sight of God. I am doing it. Then hata Mungu anafurahia. Whatever you are doing, God is happy. What's up, my party people? Mnagangwa rich in the house and maze, it's a new day, it's a new dawn. And kama kawa, kama dawa, mnaitisha. Thank you guys for those guys who are subscribing. You are wonderful. God bless you. Anyway, today without so much further ado, I have a brother here. Mimi nilisikia ni pasi, but atatuambia. Anyway, Maiji. Bebe. Welcome to Real Life Unfiltered. Najua umekuwa nyingi lakini huku nimekuwa nyingi. Hizi ni hapa. Introduce watu wakujui. Wase wanijui. Mimi naitwa Franco. Franco ameokoka. Franco ameokoka. Naitwa Franco ameokoka. Ameokoka ni identity. You have to identify yourself. Ni identity. Wenye wanajitaga kama wabucha. Maina wata rubumawe. Mwangi wa time. Hiyo ndio identity. So unajua unataka tiles. Unajua ni Mwangi. Sasa pia mimi niko na identity. Kufanya maisha ikuwe easy and simple. Recognition. Tusikumiss nini huku. Hakuna mkiniona mahali kwa baita. Very nice. Today asubuhi I was doing something pop up in my phone. And it's the rating of how divorce in Kenya. Divorce. As every single time ziko huko. First of all, do you think kugongewa ni constant? Unajua nasema aje, lakini iko hata kama si constant iko. So wewe unajua mtu akioa ni kama mjengo, 1 foot in 1 foot out. Anytime many day unaweza ambiwa ni aje Ra Franco, I think here is where we terminate your contract. No, you're married. I'm married, but mimi niko ndani na miguu zote. I'm not married yet. So niko ndani na both feet. So sidhani kama inafaa kukua hivyo venye iko. Ina depend. Maybe the reason why you are getting married ndo ita determine kama utakuwa na 1 foot in 1 foot out. Okay. Wewe ni person uko married. At least now you are having the perfect person to ask this question. What do you think? Which one could be the reason yenye sisi tunafaa like msi anaamua kuseto? Like kulingana na wewe. Ndio hiyo divorce rate venye zinaenda hivyo. Unafikiria ni nini? Kenya inafanya ama the biggest reason ama the reason why mtu anafaa kufika mahali aseme ameseto. I think ni pale mahali unaona that now you want to take your life to another level, because marriage tu ni level ingine to your life. A different level. Okay. Now you want to go to another level in this life. Wacha niingie marriage, because marriage is not the last step. Unajua unamwe enda another level ufanye masters. Also that is another level. Your education. But it's also another level. Ukifanya PhD. Niamue nimekaa sana MCA leo, acha nene niamue nikue prezo. But unaona sasa education ni different, because hatuwezi ita another level because ni education. Unajikoroga. Skiza. Inakuwa obvious. Mtu akifanya masters akitaka anaweza achia hapo. Unaona? So si ati anaingia another level in life.
ni education. Ana proceed. Ameamua kufanya nini? Ku-upgrade. Twitter saitoshi. Wacha nichukue sasa nini? PhD. But sasa katika marriage now ni a different level in life. Sasa si education ama nini. In life naona I want to experience. Nimekuwa single for long, nimekuwa na kata mademu huku na kule, nimekuwa na so much freedom. Sasa nataka kufungiwa. Wacha niingeza mahali napangwa. Unajua kwa marriage unakubali kupangwa. Wanasemanga somebody said ukiingia kwa ndoa hiyo nyumba si yako. Ni ya mamazi. Akikuja aseme utakuja hivi leo upate wewe kiti yako. Kiti yako teuze. Kuna boys fulani dubeshi yangu tulikuwa tunachupna. Hatakuwa hakuwa na date for quite a while. Tulikuwa tuna date. So yeye akadate na hakutuambia. So tukienda kejani kwake tulipata vitu zote zimebadilishwa pink. Baka vikombe. We're like, bro, call you Leo, say like kila baka bed shit like kila vitu ni pink. And we're like, sweet doesn't kukita pink girl. Maajabu waliwaacha mkuje. Angewapatia excuse mingi sana. By the hata ni reasonable. Wewe angetuambia sijui yo anti assist. Ni kama ajo sipo naenda mahali. Naenda mshaanza kwanza mzazi. Brother sister auntie yangu. Naenda mahali. Sio kama tarudi za hivi. But tujue tulimpata impromptu. So tulikuwa tumesema tunaenda. Mlimtokelezea. Ile tu ya bedeje ya mtu anakangai area. Najua. Alikuwa nasikia ni venye bedhe hizo yake akasikia nyimbo bozi mwa kwenda huko. Lakini hatukupata mamazi. That's a good thing. Hakukua. Lakini sasa unajua kuna venye tu unaingianga tu hivi unapata ako karufu. It's not a bachelor living here alone. Kuna venye unaweza penda mtu mpaka uone hii kuonana na yeye ya lipa mdogo itoshi. Full amount. Wacha tu niamue nifike bei mara moja. Kama mbaya. Okay. Hiyo level ya because let's say for me I believe in Christian dating. Acha nikuulize. Kwa Christian dating tukidate na dem na ni Christian, tunafaa kunyondoana. Sasa hapo unajua Christian dating ama Christian marriages ina hapo ndo sasa imani yako wagena natestiwa. The biggest way your faith can be tested ni through Christian marriage ama Christian dating. The farthest you can go ama the farthest you must go ni a hug. Yeah. No kisses. Peke yake. Hakuna kudara. Hakuna kushika. Sasa mtu tunini twake ni tunini. Nani kiss, nani hug yao. Hakuna kugrab. Kawia nini. No man. Kiss. Nile tu ya kama ujimoto. Umetoka. Hata kuna kugrab. Una grab nini? Na hii mali ni yangu. Haitakuwa. Lakini yeye mwenyewe itakuwa amenisave baby, nimemsave wifi. Kabisa. Watu wako wanajua kijana ndio wanafanya nini hapa. In fact, hadi umelipa dowry. Let's say hata ushalipa dowry, unajua harusi. Unajua dowry huaga kama traditional marriage. Unacheki. Umeshapewa mtu watu wao wameweka tick and then ni hii guide sasa. Proceed. Lakini bado wedding day. Shit, man. Hiyo ndio kitu mimi experience na nilimari na wedding na ilikuwa so amazing that the first time I'm being kissed ni kwa wedding. Acha Franco, acha kutubeba wewe kwenda. Acha kutubeba hivi. Hadi mleteo dem how much? Like how long? To date like I think ilikuwa around 11 months. 11 months? Buacha. Ikajaba wallahi. The farthest we went na tulikuwa tunaona na gainje. Ama amko mnaenda private mahali hakuna private mahali watu tu ni wengi. Bado hoteli watu wamejaa. Mimi am learning guys. Most of the times bado tuko na pasi kwa hizo meetings zetu. Anya ni mchezo. Na day to day mtu anaenda siju kumnunulia mwati pasi na ni nilikuwa na muendeaga job.
tunatembea hata tupande gari hadi home na mzindi alafu mimi narudi. Guys, nyinyi mnaona ki make sense? That's the sweetest part. No, that is the one. No, that is not the sweet. It is so sweet. You must have a wingman. Wingman aje? Tulikuanga na pasi wewe. Si alikuanga wingman. Lakini si always. Sasa utajipima aje wewe? Inaitwa self control. No, self control komesha tumepatana. Lazima nijue kama na wamsi anajua kupika. And for mimi napenda kuambia hapo ndio faith inaingililia. Sasa mimi napenda kupika. Sasa ukitaka kujua kama anajua kupika, ile siku mnaenda kwao wacha api introduction. Kwa waje. Hapana. Wacha ya kuna. Hawezi trade on devil's ground na bado nini uone tutashinda. Wale umetuita devil's ground. Ati unasema mdema kuje kwako. Tupike, tujue I love breakfast at bed. Alafu unataka kuwin. Haiwezi baba. Kabla hiyo chakula ive. So tuko na self control. Self control gani? Hapo mko watu wawili peke yake. Na Holy Spirit ako ndani yetu. Hapana, iteni third party basi. Sasa third party kazi gani? Ita sister yako ama akuje na mwana. Sasa unaona sasa huyo ni wingman. Ama akuje na sister. Akikuja na sister. Uwezi niambia ati. Inaweza enda mnini? Wanaweza piga zile sana. Haiwezi, kwani pia hao ni wajinga. Nini? Nikufungulia confession hapa sasa hiyo angalia zile vitu wanafanya huku nje. Unajua kuna confessions zingine mtu anatakaga tu asikie jibu yako ni gani, si ati kitu imefanyika. Hiyo ndio kitu nilikuja kugundua na confession. Jota mimi na kuaga na confessions zingine. Unaona hapana. Did this really happen? Ini jamba hii. Ini creative and of kwa writers. Huyu hii by the way anatengeneza tu kwa brain yake. Tutile mundo hizo wakuja waandike hizo masopo opera. Unacheki. But the sweetest thing about Christian dating ni hiyo iko ni yako but haupewi until the day of wedding. Mr. Kudanganya. Inakufanyaga patience yako inakuwa inapimwa, unasikia that enyewe nimetosha. Mimi Mr. Kudanganya nimeanza kudate. After I got saved. Mimi ni bado mtoto mdogo, nimeligitwa saved September last year. Sasa congratulations. Thank you. Congratulations. By the way hata hii episode maybe ikienda kwa nishabatizwa. So the other thing is now I decided if I'm dating ule mwenye nita take time. Kuna wenye nilikuwa naona hiyo time nilikuanga kwa wainga. But now I approached a lady and we had the discussion. Hey, ground rules. Hakuna hii. I'm like, like one day I'm stand in Christ, like I'm stand faith yake. Unamwambia mambo ya kunyandoa anasema it is draining my spirit. I'm like, ina drain what? Unamwambia mambo ya ndoa? Yeah, sex. Like we can try road test. Naambia no, that thing can drain my spirit. Aliniambia ina drain spirit yake. Ni mzuri. Akaniambia kwangu hata kama niko na 7th bedroom ama 4, 5, 6 bedroom hata waikuja. Thank you. Ati sasa namuuliza mimi unajua mimi napenda kupika Franco. Mimi napenda kupika. Na naweza feel fit nikipikia mtu na feel fit by the way. Wewe sasa unaona mimi msana whoever you are, wherever you are, nimekupenda. Wewe umeshikilia Christ, shikilia. By the end of sweet inapatiaga mtu courage hata ukienda kuongelesha mayouth au ongeleshe kama unaangalia chini. Uko guilty. Because you know what whatever you are telling them, you are practicing it. Naona ukimwambia it is possible for you to date na mkose kukiss ulifanya. It is possible for you to date na ukose kuenda kwa nyumba ya Charlie ulifanya. Mimi by the way nilikuwa nikizindikisha mdemu wangu tukitoka church. Tulikuwa tunapitaga kwa gate yangu hivi. Unaona ndo kule kwangu. Ndo hapa kwangu. Ni ile nyumba. Naweza ingia nikupatie maji. Bana. Lakini na nimenunua microwave mpya juzi. Tulipita hapo mara zaidi ya 15
kwa hiyo gate na hatujawahi ingia hata mara once. The thing mimi najua ilini stand ground when it comes to hizo mambo za sex and everything because sikuwa na date. So mimi I have one rule, kama to date hiyo kitu watufanyi. Na nikuulize, acha nikuulize kitu moja. Interview amekuwa interview. Na usini yake kwa mafuta. Do you feel psychologically you are ready for marriage? Psychologically? What happened to singie financially? Psychologically, I feel like okay. Do you feel that you are ready for this thing? Then there is one thing that I said. I'm not gonna stakatia demu wa watu nimweke miaka 5. Easy course. So if I get to know, like if I have a lady within the next, if it's not 2 years, 1 year max. Wife yangu aliingia box yangu ilikuwa October, because ilikuwa after birthday yangu October. October, November, December nikampeleka kwa pasi. Sawa. January, February, March nikalipa dowry. Sasa 2019 tumeingia April, May, June, July, August 10th. August 11 tukafanya wedding. Wewe corona ilikupata na demu? Corona dem mama ndio hii. Hakuna kuweka demu. We have been waiting for this thing. Kuja, ingia, panda bed. Now legally I am owned. I am making love legally according to the principle of the Bible, according to the sight of God. I am doing it. Then hata Mungu anafurahia. Whatever you are doing, God is happy. You know, I'm a sexologist by profession. I deal with love, sex, and romance. Sijui mse kuna sex trauma. That is my profession. It's like a psychologist, lakini zangu ziko specific. Now, when I got saved, mimi niliamua now to tackle Christian dating. Sita kudanganya, sijaanza because I'm still on the research. But one thing that I've come to realize is Christian dating is very boring. Boring? Yeah, trust me. Why? Because let me tell you, this is ini wase wame pick up when wakiwa kwa hizo field. So it is boring in like people, the mindset ya venye sisi tuko ni if we are dating kunyanduana ni must. So kama hatujanduani tuko boring. Secondly, unaona zile ukidate dem ameweka nini yake, mind yake such a way that tunapatananga tu kwa church events. Unaget? So unamwambia cheki kuna theater fulani iko na play, can we go? Yako zileza. Those are worldly things. Okay, mimi kivyangu sitakupinga. Nasema point yangu hayo ni opposite yako. Because mimi naweza sema that Christian dating is not boring. It is boring for people who are not born again. But for people who are walking in Christ, Christian dating is very sweet. By the way, mimi nilienjoy. Because imagine, hamkati maji. Hamwendi club. Hakuna hangover. Mimi naweza ambia watu hivi, when you are dating, kwenda movies si mbaya. Unacheki? Bora movies kuwe pornography na nini. Unacheki? Sasa kama movie kuna intimate huko ndani. Si lazima. Acha nikwambie there are movies that you can watch that zinaweza build. Mimi by the way tulikuwa tunawatch sana Nigerian movies na mtu wangu. Sasa na build aje Nigerian. Si mnaona the things that you can married that mnaweza avoid, the way that you can handle your partner wakati kuna crisis. By the way, si tulikuwa tunaona mpaka the way you can handle your partner kama kuna cheating. For real? Because one thing that I believe in, watu wasijiweke holier than thou, that me I cannot. We pray to God every day. Mungu nisaidie nisi. We are on the journey of sanctification. Mungu nisaidie nisi. Si ati mimi siwezi. Siwezi. Uwezi jiwekea that. Mimi
this body, my friend, the flesh, the desires of the flesh, every single day. I believe that God anaweza nisaidia overcome. Unacheki? So wekaga God mbele. Mungu nisaidie ni overcome. Every day temptation ikikuja, Mungu nisaidie ni overcome. Before hata ikuje, Mungu majaribu yakija nisaidie ni ashinde. Si ati mimi haiwezi. Unaona msiko zileza, wewe ni kuchita. Ulichagua mbaya. My friend, usiwahi jaribu kitu kama hiyo. So mimi huwa gonna believe na hiyo. Watu wasijiweke ati holier than thou, ati waone that there are things that cannot happen to me. Sijui I'm so much spirit filled na nini. Vitu kama hizo. Jesus alikuwa spirit filled wakati alikuwa anakuwa tempted. By the way, what happened ni God alimsaidia aka-overcome. Yeah, sure. Nacheki. So watu weke tu God mbele na wajue that God ndo anaweza kusaidia overcome. Matters relationship si rahisi. It is not easy. Wewe kudate wiki ya kwanza imeisha, ya pili, ya mwaka imeisha. No, uko 100% sure. Uguza msichana anyonyo ati unaiguza unaifeel. Ama hii channel yako tukisema vitu kama hizo. We are talking Christian dating. It's not for kids, lakini mnajua hizi ni vitu bado like they are kuja tulana. Si rahisi hatu kukosa kumfeel. Si rahisi by the way. Although mimi sasa ndio nimeanza ku embrace hugs kutoka kitambo. Spend hizo contact. I read somewhere when I was young, and actually this is even in most of the cultures, African cultures. Like a man cannot hug their daughter. So you kama like ulisoma hizo cultures. So mimi nilikuwa nimebring you to that. Like kuhug mamangu hadi sasa unamianga mokro I love you wazeleza kitambo ngumu sana. Ati unaget. Lakini sasa now coming to understand, maybe by the for sure 100% I want to practice Christian dating. I die ndio at least when somebody comes I can be like, by the way, we did this thing. This is how we did it and these were the things. Na si ati alikuwa mtu exactly couple limekam ni wayangu wanasema we are dating, utawapatiaje tips? Unaona? So like wewe kama ulifail, unaona sasa utaanza kuambia jamaa mimi fail lakini nyinyi msifail. Unajua watakuwa zile za kama wewe fail. Sisi wacheki. But imagine you overcome. Unaambia jamaa mimi nili overcome. Mimi kwanza move raiaga sana look yangu. Because nikiambia mseni nili overcome. Kwanza unacheki. Lakini akitekiting aone kama huyu jamaa ali overcome hivi. So pia mimi ni possible. By the way, look imesaidia wase wengi sana mpaka waka receive Christ. Kuna siku mtu tawa amenikuta. Buda nani? Si unionyeshe mali ngwa inauzwa. Hapo tulikuwa hapo archives. Kamwambia ngwai. So kama nikamkalisha hapo chini hapo archives mali watu kaa. Tuliongea karibu 25 minutes. After tumemaliza hata ngwai kukua kwa akili tena. Ngwaye kukua kwa akili tena. But nini ilifanya ni approach the way you unakaa tu guide. Unaona? So ningekuwa mimi nasemaga ningekuwa nimepiga kipara, haya angeona hiki nikimtiaje kifulani, hiki nikisangwenya hata ulikanjo. But another thing, how do you know the phrase we left church, we didn't leave God. Does it make sense to you? It does not make sense because ni kama unasema wacha nipeane tu because tunajua that food ni ya kitchen. Si ni kweli? Kitchen ni ya food. Kitchen ni ya food. Alishaona kwenye unaenda mtaani. Unacheki. Ni kama unataka chakula na utaki kuingia kitchen. Unacheki. Ni hakuna venye I make sense kabisa. Bedroom hakuna gas, hakuna nini. Wanataka tu chakula ikuje huko. Aje ingia kitchen na ukioda. Unacheki. Sio ilipikiwa wapi? Kitchen. So imepitia kitchen. So huyu God mwenye unataka mwenye hujaacha God mwenye hujawaacha, he is the owner of the church. Unacheki. God is the owner of the church. Najua people wamepitia hurt
kuna hiyo church hurt. Sawa, lakini kwani pale job hakuna mtu ashai kuhurt? Mbona hujaiacha job? Hata sio hivyo family. Sasa mnasema mama yako ashai kuhurt. Kuna marelatives tu alikwambia mniletee CV. 10 years later unaona like hata uko kuna msali alikuitisha CV 10 years ajai kuletea, lakini uko tu hapa I left church, I didn't leave God. Church ndo watu draw line. Kihati wa church. Job kuna msana kudunga huko, lakini wachi I'm not a quitter. Lakini church stay guided. Ulikosa kuwekewa chakula. Imagine siku ya harusi ukaona hii kanisa ni wachoyo, acha ni. Lakini hata let me ask this. Like as now venye tuta divert from the conversation, lakini unadhani sisi kama Christian tunajieka holier than thou? So msemo wenye ko on the world side anaona like ni kama tuko na ile hypocrisy na live two life in one. Church niko tu zile za lakini nikifika church mazee niko hapa church tukisema by the Christian dating mazee it is good. Lakini ananijua mazee jana ulitoka na dem, kesho umetoka na dem mwingine, like nimekuwa na madem kadhaa. Like are we portraying that picture? Unajua the best way ya kupreach ni through your daily life. Bila hata kuongea na mdomo. Unajua kupreachia mdomo ni poa, sawa, unaweza convince mtu. But the best way ni mtu kuona your lifestyle. Mtu kuona venye huyu jamaa anaishi. Unacheki umeenda mahali. Mimi kama mahali nilikuwa naishi tangu ni kuwe born again, hakuna siku hata moja, hata tukaenda na wewe sasa hii hapo mwajirani wakaulizwa, hakuna siku washaona mdema kiingia kwa hiyo nyumba. Hata siku hata moja. Yeah. Unacheki lifestyle yako huaga inamata sana. Pia hapa nje usikue ati unaambiaga watu this, lakini wewe venye unaishi bangi si mbaya. Ni tofauti. Wewe kila siku macho zako huaga tu umenyanya, lakini tukapo kwa conversation by the kila siku tu. Sijui kama uliona hii video au pasi alienda kuhubiri kwa Baesa alafu akabaki pia amepiga chupa kadhaa. Weka just niekeka kidogo. Alienda pia akapiga tena chupa zake kadhaa. Unaona? So inafaa life yako unaona before uende nje kuambia watu anything, work on yourself first. Hakikisha that whatever you are telling people, ambia watu Githeri ni mbaya na wasikuone ukitembea. Si tena ati saa zile njaa imezidi. Tena uko na fast food. Unaona? So the thing that iko ni Christians wanaonaga wengi, si wote, wengi wanaona that salvation is inside the church. Salvation is not inside the church. Salvation ni hapa nje. Salvation ni hapa nje. Si inside the church. Inside the church tumeenda tu kugather venye Bible ilituambia. Msiwache kukusanyika pamoja. The book of Philippians and Corinthians. Paul ndo alitu-instruct because inapendeza God sana sisi tukigather together. And unity is power. Unacheki. So hapa nje ndio salvation yako itaonekana. Ndio salvation yako itakuwa judged. Unaenye this man nataka life kama ya huyu. So mimi naambia tu watu waache hiyo mambo mingi ya kukani kama kuacha church not God. Unaona ati left church and not live God. Guys, Miss G, I don't know what you guys will say. When it comes to I left church, I didn't leave God. We'll have a conversation when it comes to certain things, because also unajua kuna msee akona reason yake, alikuwa hurted. So and he was not ama he or she hakuwa pumped, like uko hurted, ulienda church ukakuwa hurted, you didn't find somebody mwenye anaweza nitangwaje kukuguide ama kukucancel. So unakuangana ile machungu anytime unasikia jina church imementioniwa mazi una rant. Na it is understand, it's a very, lakini first of all in psychology we say the first step of healing is accepting. Do you know, nilisikia testimony ya one famous musician hapa Kenya, kona Dredi and Akomari. So there was a time alienda kuperform church. Na pastor akakuwa ni kama ataki. A perform.
because amemarry an older person. So anasema hiyo kitu ilimhurt akachukia kanisa. But ni hiyo ni hiyo si zote. Na hii testimony alikuwa anapeana another church. Sasa yeye amegaidiwa in. Mali ameacceptiwa. So mimi nataka kutumia example yake in that kuna kanisa ulikuwa hurt, sawa, hatukatai. Do you think it's a system? It is not a system. Like kuna system, like also there is a time, this is a testimony. Pia mimi nilienda mahali. It was a gathering of young men and women. And when I was given, I was there to speak about drugs, being somebody who ameenda through that process, rehab and everything. But a slip of a tongue ikataja sex. Unajua nilinyang'anywa mic na nikaambiwa no, you don't do that here. That was then. After a month or two, they called me. Now the guy calls me and like, ni aje, people walilove vile conversation ulintrigger, tunaweza taka ukuje uongee kuhusu like sex and everything. You know, mimi niliwaambia last time ilikuanga hata sikuwa tunalipisha. Saa hii hivi ndivyo rate card yetu iko. And sasa we had to double the amount because like wako na zile za hour. These are teens. Hizo mambo hawajui. But let me tell you, because tulikuwa tunaongea na yeye like niko naongea kwa nyuma, alikuwa anashika kichwa. Because wase wataka kuexperiment vitu lakini kuna kale ka line. Sasa uko in there. So I guess hiyo also tunafaa kujua by the way. Kuna hizo system like kuna place, kuna church ABCD huwezi sema vitu fulani. Kuna church mimi najua mimi nimegrow church siwezi yeka dread, siwezi yeka tattoo. Na hiyo ndio kitu. Hiyo ndio kitu inaharibu sana. Because mimi mani niko the church that I fellowship. Everyone from the pastor to the congregants wote wamenikubali venye niko. Unaona? This is me. This is who I am. Yeah. Kama God ananikubali, who are you? Unaona? Because unapata some pastors wamekuja wakajichukulia now we are the planners. Sisi tuliweka plan. Mtu alisema ni alikuwa anaweka planet. Sisi tunapanga sasa. Wewe kama wewe you cannot. Hawezi tupanga. By the hiyo time ya kuminister bidii na kuanga nini mbaya. Wewe hata huwezi kuasha. Wewe endo ubadilishe venye unakaa. Mavazi. Endo unyoe hizi nywele. Endo ufanye sijui nini. Umevaa manyo zako za matakataka. Because ukienda kwa bar kuna watu wako kipara kama basi kipara ama shotea ndio luku ndio kuokoka si kama ni suti watu wanakata maji na masuti usema waje mabaka maconman sana watu wanaskam unamheshimu unajua suti kwa heshima yake kuna jamaa niliona alishikwa siku nyingine alikuwa naiba kwa entourage ya former president Uhuru Kenyatta alikuwa amenyonga vibaya sana kumaanisha suti mpaka ni ya wizi. Exactly. So usikuje kuniambia ati kuna ya style ya kanisa na ya dunia. Mimi nakwambia kwetu kulikuwa like unaona mimi sahi kuna vile kuna demu unaweza like kuna venye demu anakuja umeenda na demu akona kanguo kamefika mahali kwa zile za kai. Why? Si ati namjudge but I'm built like nime grow in that type of setup enye kwetu walikuwa na vango zile zinafika huku chini. Chini kabisa. Lakini wacha tusimpe. Unajua sasa unamtaja unapigwa mabacklash kuja. Toeni hiyo video. Kwa kotini. Uko na akili. Mimi akili yangu bado hajamaliza kusoma. This student. So I feel like we have to Christ like these are the conversation. Somebody said there is so many worldly podcast. Kuna podcast mingi uki just log in inaongelea kuhusu ngwai, kunyanduana, tei vitu zingine tu za worldly sijui nini sijui wenye kwa God ku make sense like there is a lot of those podcast lakini za Christ like za saved people very few na kama nizo saved tuko na zile za tunaingia na Bible I get also Bible it's a something it's good because hata mimi kuingia na Bible pia ni poa kuingia na Bible pia ni poa but whatever we are speaking unajua kuna the truth na kuna reality
Two different. Na kuna conversation yenye hauwezi kuja kuniconvince na uko na Bible. Ona. Ni ngumu sana like unaweza enda pali kusolve msee uko na Bible. Na mimi nienda nimwambie like fact hii na happen this and this is a reality. Truth na reality. Exactly. Hiyo tu ndio kitu pia when we are evangelizing tunafaa to realize that there is truth and reality. You don't need a Bible for the Holy Spirit to use you. You don't. But you need the word. Yeah. You need the truth. The word of God says the truth is Christ. And the light is there. So if I'm walking in the book of Psalms, I'm walking in the shadows, the valley of shadows. Siwezi ogopa because I have the light that is and I have the truth. Ni kama venye natulalaga na Bible na bado anaota mashetani. Tuko tunamka asubuhi na hizo majini tuko high school. Shindwe. Atulaka Bible ndio pile yako na bado unaota mashetani, unaona? And then I guess Bible for somebody it's a normal book. So unless you know what content it contains. Because kuna msee mimi I used to read a Bible hivi kama novel. I'm a reader. So mimi naweza kuambia from Genesis to Revelation. Na si ati nimefanya hizo story zangu aje theology. Unaona? But now uko na ile curiosity wewe una understand. Na unaona kama ni story. Jamaa alienda aje akafida watu wote. Like kwako ni is a story. But for somebody akona that revelation. Ndio anatua wakili hata afadhali tu usome tu Bible hivyo Holy Spirit akusaidia. What do you mean what theology unatuharibu? Watu wa theology hao wanataka watu waambie do you know whatever is written ndio whatever God intended for us to know. It's the Greek word. God hakuwa anataka tujue Jesus alikuwa wapi for 16 years. That is why Jesus alidisappear. Akakuja kuwa 30. Unaona? Lakini yeye anataka mpaka kuonyesha unajua Yesu alikuwa wapi 16. Kwa nini nijue? Hajaniambia. Hajaniambia. Mbona wewe una hao watu wa theology mimi hata sipendi kuwasikiza. Wanaanza kufanya acha kundiscourage nataka kujoin theology August. Kuja kutuletea hizo mama nini huku nje. Wanakuja wanatuambia unajua theology tunafundishwa kuhusu the true man of God. Sijui nani ani true I was listening to somebody alikuwa anasema the reason why John alienda kupreach Nineveh and the Nineveh thing ikakuwa it was so life changing like because sasa walianza walisoma kuhusu hizo gods of sijui sana. So in Nineveh they used to worship a fisherman like a fish imemeza man. So when now Jonah alifika Nineveh and alikuwa amesoliwa na samaki akaenda ka so those were like by the way guys this is it we have to this is it huyo Mungu like unaona. So but I feel like also inasaidia kuwa na deeper understanding. Me kitu ni understanding ya nini? Okay, let me ask you in the book of Corinthians there is the offices. There is an apostle, there is a teacher, there is a pastor, there is an evangelist and a prophet. Sindio? So kila msee akona office yake. For someone like a prophet, hizo ni fivefold ministry. Sasa si office ni archbishop, bishop. Hizo ndo ma office, but hizi ni fivefold ministry. So hizo fivefold ministry. As tuna wind up. Mimi naweza taka unieleze because hata mimi by the way sielewa wangu. Mimi nasikia tu mzee anajiita mimi ni apostle so and so. Mimi ni prophet so and so. Inategemea na huwa ina depend na the grace that is upon someone. Unaona? The grace that is upon someone. So inakuaga wanapimaga sana na vidole. Wanasemaga huyu ni teacher. Because wanasemaga teacher ndio ni kama the least. Ni kadogo kwa wote. Alafu wanasemaga huyu ni pastor. Juu ya nini ya imetuagaje juu ya kuunganisha watu harusi na nini unaonaga venye pete mali na alafu wanasema huyu ni prophet because ya oversight yeye ndo anaonyeshwa unaona prophesying. Okay. Alafu wanasema huyu ni evangelist warning wewe
we are in the end times. Unaona hakuna kuwabembeleza. Dunia ina ni uokoke, unaona. Ni mahede ama tukoma amaligelelio. Huyu ni apostle. Why? Because anaweza touch on everybody. Anaweza kuwa anaweza teach, anaweza pastor, anaweza prophesy na anaweza evangelize. Na yeye ni apostle. So hivyo ndo huwa inapimwa the fivefold ministries. Hivyo ndo inakuwa explainiwa. Unaona na roles zao. So unapataga between a pastor and an apostle kuna venye pastor atakusaidia because kazi yake ni kushepherd. Ni kupasta. Anaweza kushepherd mpaka usikie. Lakini the same problem ukipelekea apostle ama evangelist na ataitackle mpaka uone huyu anataka nikufe. Kuna jamaa aliniambia the reason between a pastor and an apostle and evangelist. Apostle. Pastor like anaweza kuwa ana preach, I want to show something concerning you. Atakuja kuambia ni aje Frank. Kuna njia unaenda nazo si mzuri. Like off the mic. Ndio uende pale mbele akwambia enda pale mbele repent. Hey! Apostle Frank. So kitu unafanya na kuambia itakuua. Utakufa vibaya. You are not going anywhere. So apostle ni kurarua. Hana masaa ya kukupampas baby. Na wote wanafanyia mtu mmoja kazi. Exactly. Unaona? So ina the grace that iko upon someone ndo ina matter. Unaona? Teacher anaweza kuongelea. Teacher sasa ndio wanaingia ndani. Hao ndio wa Greek word. Ukazile tu zile za bro haujamaliza. In Judaism, oh bro. Ni nini? What are you saying? Teacher kiaga mpaka unaweza lala mpaka. Tumetoka kusifu tumebambika alafu teacher yako hapo Kwa maana unaona sana maticha wapati wake kesha nataka mtu hyper. So ukileta teacher sasa mkae chini. Wapi vitabu? Toa kitabu na kalamu. Write this down. Unajua ni kuandika hapa mpaka Yesu arudi. Na ana hajui hakei if unaelewa ama uelewi. Yeye bora amefunza. Yeye afunza tu. Anyway guys, turapie. Tutasema nini mambo ya mwisho? Unajua mimi nimejua. Nilikujua ile set tulikuwa ngaveni pasi. By the hata mimi tungepatana naye huku nje ningekufanya mambo zingine hapo wewe kwenda mkora gaidi. Mimi nilijua mimi ni Muna alifanya nijue ni pasi. Move rayaga. Okay, nisha make peace na hiyo. Hata mtu akiniambia nini, huwa anajua ni sawa. Sikujaje. Sawa tu. Wewe umeniona hivyo. It is okay. In fact kuna jamaa nishaibeba kwa dinga akaniambia akaona Bible akaniuliza. Jana mbona unaendesha gari ya babako? Nikamuuliza gari ya babangu. Akaniambia what is this doing here? Biblia hii. Nikamwambia the Bible is mine. No. Na hiyo argument najua ilikuwa ngalong. I had to go to TikTok nimuonyeshe mpaka video zangu tukifanya evangelism out. Jamaa akastuka. Unaona? So me I always love that look innocent but be dangerous. Be innocent. Look innocent. Be dangerous. Be dangerous. Very nice. Guys, be innocent. Look innocent. But be dangerous. Be dangerous. Thank you guys. Muendelee kusubscribe, like, comment, share. Conversation and more coming. Mnaona sikia tumeanza mambo ya Christian dating. Atakuja na wife. Watu waambie hiyo mambo zake. Si mimi yeye amesema hawakufanya. Si mimi. Si hatukufanya. Yeye ndio amesema hawakufanya. Kama unadao to God is my witness. Wewe uliza Mungu. So tuwezi kurudisha nyuma. Lakini itakuja mtu guide. Hiyo ni sawa. Very nice. Hiyo ni sawa. Amekubali? Mrs. Frank. Wife yangu akiona na maji baridi. Aliniambia alikuwa anaoga na maji baridi. So mjue maji baridi ni secret. Ni serious. Ongwana. Kama hujaolewa. Kwenda maji baridi unasaidia wademu. Really? Si wanaume unajua nini man. Neza boil. To be continued. Guys.
Hivyo ndio tunamaliza. It's a wrap. Thank you guys. Thank you.